Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Nimekuletea somo linahusu mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza ni nini? Mzaliwa wa kwanza huwa ana majukumu mengi sana. Na unapoona umezaliwa mzaliwa wa kwanza katika familia yako, haijalishi umezaliwa mzaliwa wa kwanza katika uchumi, katika biashara, wewe ni mzaliwa wa kwanza katika huduma yako, au wewe ni mzaliwa wa kwanza katika utajiri, kwenu umefanikiwa ni wewe. Kumbuka mzaliwa wa kwanza ni lango. Na lango huenda ni lango zuri au ni lango baya. Na mzaliwa wa kwanza huwa ana majukumu mengi kuliko anaofikiria, na ana vita kubwa. Maana yake amebeba wengine walio nyuma yake. Ukiona umezaliwa ni mzaliwa wa kwanza kwenye familia yenu, kumbuka wewe una vita. Ukiona wewe ni mzaliwa wa kwanza katika biashara yako, au katika wewe mzaliwa wa kwanza kuingia kwenye ndoa, kumbuka una majukumu makubwa. Biblia inasema kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Yusufu. Alipokuwa ni mzaliwa wa kwanza katika mafanikio, alikutana vita. Ndugu zake walitaka kumuua, walimuuza kwa Potifa Misri. Manake ni nini? Mzaliwa wa kwanza amebeba mafanikio ya ndugu zake, amebeba ishara ya mafanikio ya familia yake. Manake huyo mzaliwa wa kwanza lazima akutane changamoto, kwa sababu yeye ni njia. Tunamuita yeye ni leader, kiongozi. Huwa lazima akutane vita. Na vita atakaye kutana naye ni vita kuuawa, ni vita kutengwa, ni vita kukataliwa. Ni vita ambao anakutana yeye kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza. Manake wewe mzaliwa wa kwanza usipogundua kwamba katika kwenu una majukumu gani, hata ambao walio nyuma yako nao wanapotea kama wewe ukipotea. Wewe ni mzaliwa wa kwanza, lakini usipogundua kwamba wewe ni lango, ukawa ni mzaliwa wa kwanza wa uharibifu, na watakao kufuatilia nao wanaharibika. Kama unakunywa pombe, watakufuatilia nao wanakunywa pombe. Kama wewe ni mkorofi, wanakufuatilia nao wanatembea katika hatua zako. Ndio maana mzaliwa wa kwanza huwa ni mtu ambaye amebeba vitu vikubwa, lakini havitimii kwa sababu ya majukumu aliyokuwa nayo. Kwa hiyo inahitajika unapogundua kwamba wewe ni mzaliwa wa kwanza, una majukumu katika maisha yako. Usipompenda Mungu, hata vile ambavyo uko navyo haviwezi kutimia kwa sababu una vita. Kwa lazima ugundue kwamba wewe ni mzaliwa wa kwanza kwenye maeneo gani. Kama ni mzaliwa wa kwanza kufanikiwa, kumbuka lazima uwe mtu wa kumpenda Mungu ili ufike kwenye ile hatima. Na kama wewe ni mzaliwa wa kwanza kwenye familia yenu kuzaliwa kwenye tumbo la mama yenu, kumbuka una vita, kwa sababu shetani hapendi mzaliwa wa kwanza. Wakati anazaliwa Musa, Biblia inasema watoto wengi waliuawa kwa sababu ya Musa. Alikata anazaliwa Yesu, watoto wengi walichinjwa kwa sababu ya Yesu. Manake ni mzaliwa wa kwanza. Huwa mzaliwa wa kwanza ukutana na vita, na huwa mzaliwa wa kwanza ukutana na changamoto. Usipogundua kwamba wewe ni lango, hata kwamba vile unavyotaka kuja kwako kwa wakati ni ngumu, lazima ujue kwamba utasimama vipi kama mzaliwa wa kwanza. Utasimama vipi kama lango kwenye familia yenu la kwanza. Nitafute kwenye njia message, niulize mtumishi, naomba unifundishe zaidi na zaidi. Maana ya kuwa mzaliwa wa kwanza ni nini? Na maana nahitaji kwamba nisimame vipi kuwa mzaliwa wa kwanza. Nitafuta kwenye message, na Mungu akubariki. God bless you.